13 ule mstari wa 4, Biblia inaripoti maneno haya. Kitabu cha Waebrania, msomaji unaweza kanisomea hapo. Naam, imeandikwaje? Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wangapi? Wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wangapi? Wote. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Na maradhi yawe safi. Maradhi hapo sema maradhi hana maana ya magonjwa. Mahali pa kulala pawe safi. Unajua kuna sehemu zingine ukiingia unaweza kaingia halafu kama si nyanya mchicha si mchicha. Yaani hata hapa eleweki hapa someki. Huko chumbani panapaswa pasomeke mama. Weka vitu katika hali ya ubora. Sio kama mnanielewa wa mama, hivi mnanielewa lakini au mnashangaa. Sefu hiyo punga mkono, haleluya. Amen. Lazima pakae safi. Mama, lazima uweke huko pakae namna gani? Unashangaa kuja kasawa. Unakutana kibode kimesema hivi unanielewa? Huja kasawa siminzi na imesema lala hapa. Yaani sasa hapo kwa kitanda hapaonekani. Nataka niwaambie ya kwamba yaani unapoelewa ya kwamba we ni mama, weka mambo yakae sawa. Piga vizuri. Ukiamka tandika. Faini? Tandika. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu rudi huko nyumbani, naongea na wamama walio na familia zao. Hebu rudi huko nyumbani, leo umeacha salama, umeamkaje huko salama huko nyumbani? Panasomekaje leo huko? Wengine ni majanga ila sio nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Funga mkono kama tuko pamoja. Haleluya. Amen. Wengine ni majanga, hapajasoma, hapasomi vizuri. Pamekaa tu, na ndio maana hata mzee si rahisi kwenda kujinyosha mchana. Mzee hata ana hamu ya kwenda kujinyosha, lakini ataendaje huko hapakaliki. Maana kuna majumba mengine huko chumbani unaweza upige tu namna hii. Kama umefika papa, alafu sasa unaingia, alafu unaingia unafanya haraka jambo lako, maana hali sio swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anatakiwa pakae namna gani huko? Safi. Baba ya ngoja nikwambie. Unajua kuna wanaume na wanawake duniani. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wanaume duniani mpaka wataenda kaburini hawajawahi kuogeshwa na kupakwa mafuta. Kwa taarifa yako, punga mkono kama umeisikia. Haleluya. Amen. Ukaketi yako mwambie umesikia hiyo. Mwambie sebu hiyo. Kumoja. Nikisema kumoja unasema kumona. Kumoja. Sio kuuliza, ni kuona. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wako wanaume na ndevu zao mpaka wataenda makaburini, lakini bado hawajawahi kuogeshwa na kupakwa manini. Nipungie mkono kama tuko sawa sawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikwambie, kuna wanawake wengi duniani. Wapi? Wanawake wengi wapi? Duniani mpaka wataenda kaburini hawajawahi kubebwa mgongoni na waume zao. Bwana Yesu apewe sifa. Angalau na nini? Umenielewa hapo ulipo? Haleluya. Kama jambo yanatuweka katika hali ya usawa. Unajua tusipoelewa usawa wa Mungu tutabaki njia panda.
Mungu atusaidie kuelewa kwamba wakati Mungu anamfanya mwanadamu wa kiume na wa kike, aliwapa majukumu ya kufanya, lakini yote kwa yote kinachoweza kufanya ndoa pia imarike ni kuthaminiana, kumuona mwenzako wa maana. Si kama unanielewa vizuri, kumtamka vizuri. Ni maana tuna maana unasema hata hivyo kipenzi unafanya nini? Unalipa. Jifunze kumsema vizuri mwandani wako. Mseme vizuri, hata kama ukikuta mahali unamsema vibaya, kinga kifua mama, kinga kifua baba kwa mwenzi wako. Si kama unanielewa? Sio kusema kwamba hayo unaanza tena unakuta wanasema na wewe pia unaanza kuchangia. Huo sio mpango wa Mungu tangu zamani. Mpango wa Mungu ni kwamba hao wanandoa waishi kwa amani na furaha. Kila mmoja amuone mwingine wa maana. Watiane moyo katika magumu na hata kwenye changamoto zote. Waombeane na kulisongesha katika safari ya ndoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka tangu zamani. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana sema ndoa iheshimiwe na watu wote na maradhi yawe safi. Safi. Unapokuwa unaheshimu ndoa yako, ukiheshimu ndoa yako, huwezi ukamwita vibaya mke wako. Huwezi ukamsengenya mume wako. Vipi? Yaani kwa kweli nipo tu. Tafanyaje nilikamatikaga. Nilishapatikanaga, sina jeuri. Basi tu ninaishi kwa sababu ya watoto wangu, nitafanyaje? Maana nikitaka kuondoka na kaangalia kambaru kananiuma. Kwa mama anakomaa hapo kwa sababu ya katoto kanani. Kambaru kapo hapo, kasinge kuwepo angechaparama. Punga mkono kama tuko pamoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niwatie moyo, potea itarudi tena. Amani ambayo hatuioni itakuja tena. Furaha na namna ambavyo wakati fulani umedhani ya kwamba haya matatizo ni ya kudumu nayo, nataka nikuambie, nikutie moyo, si ya kudumu hayo. Bado iko namna ya Mungu kuingilia kati. Jua tu namna ya kuishi. Jua tu namna ya kutenda. Huyu Mungu ambaye alikupatia huyo mume anaweza kufanya jambo kubwa. Sikiliza. Nikiwa mahali fulani Mwanza kwa ajili ya semina, mama mmoja akaja. Natumia kisa chake kwa sababu alisharuhusu nikitumie. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyo wasiopungua 3 walikuwa mahali fulani wamepanga, yeye na mume wake. Ikafika mahali mwanaume akamchukia sana huyu mwanamke. Vile walivyokuwa wanaitana, unajua kuna wakati mwingine mwenzako tu hata akikosea tu akapiga ushuzi, mwenzako anatabasamu, yani utafikiri anatabasamu. Lakini kuna wakati kosea hiyo, nitakunyunda, nitakudunda, nitakukomesha, kwa kufukutia, ujue alam za hatari zimeanza kuonekana. Punga mkono kwa neno vizuri. Haleluya. Amen. Sikiliza wewe, ngoja nikwambie. Huyo mama ikafika mahali mwanaume akaanza kutoka mdogo, kumbe anaenda. Na ngoja nikwambie, mwanaume akiamua kutoka, hutaona amebeba begi. Yaani hivi msimaniona. Nikiondoka hivi, huko ndani nimepiga 2, huko kuna nyingine ndani na huko. Nikifikisha safari 2, 3, 4, hamuna nguo. Na mnajua kati ya nguo za wanaume na wanawake, mnaelewa za kina nani nyingi. Si mna majibu sahihi. Kwa hiyo jikuta nguo huyu mama zimeishamo. Njemba ikaenda mahali fulani, ikamilikiwa na lijimama. Mama akaanza kupambana, akipiga simu haipatikani, sasa jaribu baadaye. Hivi mnanielewa sawa sawa? Mama akaanza kupambana na watoto. Na kwa sababu alikuwa amepanga, akakaa mpaka miaka 7. Jamaa lishachomoa, halina mpango na watoto na mwanaume pia, na mwanamke pia. Ila kuna wanawake kwa kweli wapitia taabu. Bwana Yesu, ila sio wote. Bwana Yesu apewe sifa.
na wanaume sio wote hivyo. Haleluya. Kuna baadhi tu ya wanaume hivi ambao yako majambo ambayo ni ya kurekebisha na kuboresha. Na ndio maana kuna semina namna hii ili kusudi zitusogeze karibu na uso wa Bwana. Haleluya. Amen. Sikiliza, huyu mama akapambana. Baadaye huyu mwenye nyumba akasema, sasa mama, shida namna kama sio kukufukuza. Huyu mama akafukuzwa na vitoto vyake. Hana mwelekeo, hana chochote cha kufanya, hana cha kulipa tena, na hata hawezi kubeba vyote. Mwanaume alishakimbia miaka 7. Unanielewa sawa sawa? Shikiliza, Mungu ana ratiba zake. Katika wakati anaenda kusikojulikana, anakutana baba mmoja mwanaume fulani. Anamkuta mama analia huko, anaongea peke yake. Usione ajabu kuta mtu analia anaongea peke yake. Wengine huwa nadhani anaona ndani ya moyo, kumbe anatoa nini? Unajua alishamujaaga, sio pole pole. Bwana asifiwe. Amen. Sikiliza, napoenda kumaliza. Iko hivi. Ndipo baadaye anamuuliza kulikoni mama. Mama akaeleza vyote vya ndani. Bahati nzuri huyo baba naye alikuwa anaishi Dar, alikuwa ameshajenga nyumba Mwanza, na alikuwa anatafuta mtu wa kumwacha, mpangaji ama mtu ambaye anaweza kupatikana wa kumkabidhi abaki kuilinda ile nyumba, baadaye arudi huko, maana alikuwa bado hajaanza kurudi huko. Nyumba ilishaisha. Kwa hiyo akakutana na Neema njiani. Ndipo akaongozana na baba akaenda kukabidhiwa nyumba, na kuambia ina geti kali. Yesu asifiwe. Marumaru kama yote. Mama anashangaa kapewa chumba, mama utaishi humu. Anashangaa kwamba hivi ninaota au huko wakati mwingine Bwana anaweza kufanya maajabu. Haleluya. Amen. Sikiliza, ndipo mama kaambiwa, wewe kazi yako hapa ni kusafanya tu usafi. Mama akaishi bila hata kulipia. Na kwa sababu yako anapata muda sasa wa kwenda kupiga vibarua, akaanzisha kauchanja. Mama akaanzisha biashara. Mungu sio mwanadamu. Huyu Mungu aliyeumba mbingu bila nguzo sio mwanadamu. Kakaanza kuenda, kakaanza kupanuka. Na tukikwambia tukiwa hapo basi akaendelea. Baadaye kuja yule mama akasema, nahitaji sasa tuombe kwa ajili ya mume wangu. Tuliomba naye. Tulimwambia Mungu, unajua nilikosea, nikasema Mungu mlete huyo baba huko aliko, ikiwezekana washindane na hiyo mama, wapigane zipigwe halafu warudi nyumbani. Unajua wakati mwingine unaweza kaomba kumbe umeomba vibaya. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulipoomba ile usiku wa saa 5, yule baba ambaye alikuwa amezimaga miaka yote hiyo simu alimpigia yule mama. Saa 5 za usiku. Saa 5 na kitu hivi mama akapiga simu, akashindwa kujizuia. Akasema, mtumishi wa Mungu, naam, nimemwona Mungu. Mume wangu ametoka kunipigia simu na anasema huku najirisha upepo, wewe ndiye wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kesho yake saa 4 akaenda hapo kwenye uchanja, mwanaume akatokelezea. Kwa mara ya kwanza ndipo anapewa misimbazi kama yote, anaambia mama, nenda kaongeze mahemezi ili duka liboreke. Bwana asifiwe sana. Alienda kafanya vitu hivyo, lakini naenda kumaliza siku yule baba alikuja saa 7 za usiku. Wanawake wanajua hata mwanaume anapotembea tu wanajua kwamba ni yeye au si. Eti wa mama waliolewa, nasema ngao kweli. Hata ile tu wanaelewa ni yeye au si yeye. Acha na wanaume, wanawake yani wako vizuri. Bwana asifiwe sana. Mama akasikia, aliposikia ile na akajua ni yeye. Anaenda kumfungulia ni yeye. Bahati mbaya amekuja na mfushi kama yo, lakini usoni ana ngeo, damu zinamvuja. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukweli kwamba anaenda anamaliza hivi mpaka kesho wako na mume wake alisharudi hiyo baba. Wanalisongesha na maisha yanaendelea. Huyu ndiye Mungu anayeweza kubadilisha system ya maisha yetu hata kama tumekuwa kwenye jamu. Funga mkono kama tuko pamoja. Simama pamoja nami tupate kuomba. Baba yetu, jina lako lihimidiwe milele, maana wewe ni Mungu wa majibu yetu. Endelea kutupa kibali kwenye maisha haya. Ni kweli tunaishi kwenye ulimwengu ambao umejawa na changamoto. Hata ndoa zetu zimejawa migogoro. Furaha haiko wapi? Haipo tena. Amani haipo tena. Tunakuhitaji Mungu wetu wa mbinguni, rejesha amani kwenye ndoa zetu. Ninaomba baraka kwa wababa na wamama na vijana, wa kiume na wa kike na watoto wote pia.
Kikubwa Yesu baada ya maisha haya, ng'ambo ya kaburi pia kuna maisha, lakini ng'ambo ya maisha ya uchungu kuna mibaraka ya neema. Tubariki kwa ibada na kuja, na tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, kila mwenye pumzi na sema amina.